Labda nitoe kisa kilichonipata na mzazi wangu. Janga la corona lilipokuja katika bara la Afrika, katika watu walioathirika wengi ni familia yangu. Allah alikadiria kwamba zaidi ya watu 10 walikufa katika familia yangu kwa sababu ya corona, miongoni mwao akiwa ni babangu mpendwa, Allah mrahamu, na kila Muislamu. Kabla corona alikuwa amefanyiwa upasuaji wa moyo, open heart surgery, ametoka India. Akawa anania kwenda kutekeleza ibada ya haji, lakini hali yake haimruhusu. Akasema, Jamal, mimi nataka kwenda haji. Kaambia, baba, haiwezekani, hali yako hairuhusu, hata huwezi kutembea. Na mmoja mtu akipasuliwa open heart surgery, hata kutembea, kupumua ni shida. Kaambia, haiwezekani, umekatwa, mapafu yamevunjwa, umefunguliwa, moyo ukatolewa, ukafanywa mambo, haiwezekani baba. Kaambia, huwezi hata kutembea. Akaambia, mwanangu, imebakia haji moja tu nifanye kabla sijafa, haji moja tu. Kaambia, baba, hali yako hairuhusu. Nikifikiria kwamba na muda atapata nguvu kisha ataenda kutekeleza ibada ya hija, haikuwa. Allah akakadiria, corona ikaja, baada ya miezi akafa. Nikasikia vibaya kwamba mzee alikosa haji. Nikatia nia, nikasema, ya Rabbi, nijalie na mimi nimfanyie haji babangu, nishafanya yangu, nijalie na mimi nifanye. Nikaeka hiyo nia. Sisi watoto nyumbani ni 21, mimi wa 13. Baada mzee kufa tukakaa kikao, lakini niliwaficha ndugu zangu kwa sababu wengine wana pesa, wakisikia mzee alitamani kwenda kufanya haji wataenda kumfanyia, nitakosa khairi hiyo. Nikasema nitaficha na Allah ataniwezesha. Ikapita miaka 3 sijaenda haji. Nikajiuliza, je, ingekuwa bora kama ningekuwa niliwaeleza wenzangu baba alitamani haji, kwa sababu angekuwa shafanyiwa, mimi miaka 3 sijafanya. Nikaswali asri moja msikitini pale Jamia, na mwajua dua baina al-adhana na iqama ya kubaliwa. Nikanyanyua mkono wangu kasema, ya Rab, wajua nia yangu na waona uwezo wangu, lakini mimi naamini uwezo wako ya Rab, nijalie nipate kumfanyia babangu haji. Hapo ikanijia fikra, na mamako je, utampeleka? Kisha nikajijibu mwenyewe, wewe mwanzo ngoja umalizane na baba kabla hujapata ya mama. Kisha nikajijibu mwenyewe, kasema, Allah ni mkarimu, kwani Mwenyezi Mungu hupimia watu. Nikasema, ya Rabbi, nijalie pia nimpeleke mamangu, twende pamoja, nimshike mkono na haji huku namfanyia babangu na mamangu yuko na mimi, kwani wewe ni mweza. Adhan ya asr kaswali raka 2 ya sunna, nikamlilia Allah, ya Rabbi nijalie. Wallahi baada swala haikuchukua dakika 5 napigiwa simu na mtu, na huyo mtu sina mazoea naye, ni ambassador wa Saudi Embassy wa Saudia Kenya, ambassador safir, muhitaji huko, balozi wa embassy ya Saudia. Akaniambia, Jamal, mimi nishamaliza muda wangu na tumemaliza, kwa sababu wanaruhusiwa kukaa miaka 3 wanaenda zao, na yeye ni mtu wa Madina na watu wa Madina ni wazuri, tukawa tuna uhusiano mzuri. Akaniambia, mimi nimemaliza awamu yangu, sasa napelekwa nchi nyingine, Canada mawapi, lakini kuna fursa za haji zimekuja, naomba nikupe. Nikamwambia, wallahi sasa hivi nilikuwa naomba kabla dakika 5. Akaambia, nimekupa, ulikuwa unatakia. Nikamwambia, najitakia mwenyewe nifanye baba, lakini mimi nishafanya na mama. Anambia, yote nishakupa. Nikaenda, sikutoa hata shilingi. Ihram yangu nikaletewa Nairobi. Tukaenda ghafla, sisi wageni wa nani? Wageni wa mfalme Malik Salman. Kule hata huruhusiwi kukanyaga chini, wabebwa hivi. Tukahudumiwa khidma ya ajabu. Allah kaniitikia, nikamfanyia babangu haji, na huku nimemshika mamangu mkono.
Kwa nini naeleza haya? Naeleza kuambia kwamba ikiwa utaka kumfanyia mzazi wako kitu na hauna uwezo, tia nia kwamba siku Allah akinipa uwezo nitamfanyia, na mwenye kupanga ni Allah. Umetamani kumjengea msikiti babako na mamako, tia nia, Allah atakuwezesha. Hautadhamiria kumfanyia khairi babako au mamako, iwe ama yuko hai ama amekufa, ila Allah atakuwezesha kwa njia moja au nyingine.